Mimi nataka dawa ya kutoa nuksi na mikosi kwenye maisha yangu. Nimejaribu sana kila njia, ila kila ninapojaribu na fail. Nimeenda sana sehemu nyingi, ila kila ninapoenda sisaidiki. Leo kuna dawa na ni natural, nitakwambia, pasipo mtu kukudanganya, pasipo mtu kukukona, pasipo mtu kukwambia nitumie shilingi 500. Hapana. Nuksi na mikosi ni vitu ambavyo ukiwa navyo hauwezi kuendelea kimaisha. Hauwezi, kwa sababu kila utakachojaribu kitafeli. Kila utakapofanya kitu halitatimia. Hata mafanikio yako yatakuwa ya shida. Kupata tu hela ya kula itakuwa matatizo. Unatafuta tu shilingi 200, 500 ya kula tu, lakini inakuwa ni tatizo kupata. Mambo yako yanafungika. Yaani unakuwa wewe ni mtu kuhangaika tu na kuombaomba, wakati una uwezo wa kufanya kazi, una nguvu za kufanya kazi. Wakati unaona wenzako wanabarikiwa, wewe unakaa tu yani kama umenyeshewa vile, kwa sababu matatizo yako wewe mwenyewe huyaelewi. Lakini kuna njia ya kuyatoa natural. Kuna njia ya kuyafanya yapotee. Unakuta binadamu anaishi lakini kwa mawazo. Anapokaa kwake nyumbani anahisi kidogo ana amani, lakini anapotoka kwa watu anajihisi kama yeye yupo odd one out. Anaogopa hata kutoka, kwa sababu madeni yamejaa, mambo mengi yamejaa, hana pa kuenda, hana cha kufanya. Je, tunajisaidia vipi kujitoa katika haya? Kujitoa katika mikosi, kujitoa katika vitu vinavyokurudisha nyuma, ni kupitia tiba hii ninayokuonyesha sasa hivi. Mkononi mwangu nimeshikilia chumvi ya mawe, inaitwa sea salt kwa jina la Kiingereza. Hii chumvi ya mawe inamaanisha ni chumvi ya baharini. Mnavyojua kwenye bahari kuna viumbe vingapi ndani? Kuna majini aina ngapi ndani? Na mnajua uwezo wa bahari, kwa sababu nyinyi mnaona tu bahari hiyo Indian Ocean mnayoiona, mnajua uwezo wake. Hivi unajua kuna mtu mapepo yake yanaweza yakamtoa bara, ama huko mnakokaa nyumbani, huko ulikozaliwa, yakamleta mpaka kwenye bahari na hajui njia ya bahari. Bahari ni kitu ambacho kikikupenda basi hauwezi kuepuka. Hayo maji unayoona kwenye bahari yakikupenda hauwezi kuepuka, na anaweza akakuchukua na pia anaweza akakusaidia. Sasa chumvi hii ya baharini ina uwezo mkubwa sana, kwa sababu kwenye bahari nimwambia kuna viumbe vingi sana, na ukitaka kujua kuna viumbe, njoo usiku kwenye bahari, alafu dive. Sasa wewe utaniambia, utakutana kila aina ya wanyama. Maanake kuna wanyama wengine ambao sisi na masamaki wengine ambao sisi hatujawaona kwenye maisha yetu, lakini yapo kwenye bahari, na kuyaona ni masaa ya saa 6 usiku kuendelea mpaka saa 10 asubuhi, ndio una uwezo wa kuona viumbe hivi. Dawa hii inakusaidia, ni dawa ambayo kila mtu anaijua. Sasa hivi hauwezi kutumia chumvi ya kawaida, specific ni chumvi ya mawe, kutoa mikosi, kutoa nuksi, na hata kivingine kukusaidia kwenye kutoa majini yanayokusumbua. Dawa hii inatumika vipi? Chukua maji yako ya kuogea kwenye karai. Inaweza ikaonekana kama ni ile nyingine niliyofundisha awali, lakini zinatofautiana kidogo. Chukua hii dawa, tayarisha karai yako na maji ya kuogea. Kabla haujatia hizi ninio za baharini ndani ya karai yako ya kuoga, chukua tembe kama hizi. Unaona chumvi ya bahari na tembe nzito hivi, yani kubwa. Chukua hizi tembe kama hizi, nenda kwenye kona zako zote za nyumba, weka moja. Kwenye kona zako zote za nyumba weka moja. Hata kwenye dirisha ina kona 2, weka kwa ya kwanza na ya mwisho kabisa, si ya katikati. Kwa hiyo weka kwenye kona zako zote za nyumba, ukinuia kwa maneno yako binafsi. Ukishamaliza kuweka kwenye pembe zako zote za nyumba, chukua hii, weka kwenye maji, ukinuia pia, ukinuia. Maagizo haya hayafanyiki asubuhi, hayafanyiki mchana, wala saa 1 usiku. Maagizo haya yanafanyika saa 6 usiku, wakati majini yapo hai na yanatembea kwenye ulimwengu wao.
Maagizo haya yanafanyika saa 6 ya usiku. Usifanye asubuhi, usifanye mchana, usifanye jioni. Ukishamaliza kunuia, chukua hayo maji, anza kuosha uso kwanza. Nadhani mnanisikiliza. Usianze kujimwagia. Chukua hayo maji, chota kidogo, maanake hii utakuwa ushaweka kwenye maji ndani. Chukua hayo maji kidogo, after kunuia maneno, panguza uso wako. Panguza uso wako mara 3. Jioshe uso wako mara 3. Ukishamaliza kufanya hivyo, jioshe kwenye mikono, kwenye miguu. Osha miguu mara 3 pia. Mwaga maji mara ya kwanza, mwaga maji mara ya pili, na unatandaza maji, mwaga maji mara ya 3. Miguu yote. Ukishamaliza hii, sasa jimwagie kuanzia utosini hadi kwenye miguu bila ya kutumia sabuni. Hii sasa hivi hutumii sabuni kabisa, kwa sababu una connect kwenye ulimwengu wa kiroho, una connect na zile vitu zimekufunga, na nitakupatia elimu nyingine siku nyingine, kwa sababu hii sio tu kutoa mikosi na laana, hata kutoa majini yaliyo ndani yako yanayokusumbua. Kwa hiyo ndio maana nimesema fanya saa 6 usiku. Nuia maneno yako yote hapa ndani. Ukishamaliza kunuia, unaweka kama kawaida, kama nilivyosema. Sasa nimesema jioshe kuanzia utosini, jioshe kuanzia utosini hadi kwenye miguu. Na usioge na sabuni. Nilisema usioge na sabuni. Na fanya hivyo kwa siku 7. Kamilisha wiki mzima. Oga na maji yaliyochanganywa na chumvi ya bahari kwa wiki nzima. Kamilisha siku 7. Utanishukuru. Kama njia zako zilikuwa zimefungika, zitafunguka. Kama mchawi wako alikuwa amekuroga, atakuachia. Kama majini alikuwa amekuandama na kusumbua, yatakuachia. Nakwambia ina nguvu kubwa, kwa sababu kwenye bahari kuna majini wazuri na kuna majini wabaya. Unapofanya hivi, una connect kwenye yale majini mazuri, yanakusaidia, yanakutolea uchafu. Kwenye bahari kuna nguvu za shetani na kuna nguvu za Mwenyezi Mungu. Unafaa uelewe. Utanishukuru baadaye. Wewe ambao unasema mimi nina shida ya nyota yangu haing'ai, nahitaji msaada. Huwa anasemaga mafuta yangu ni 5,000 tu. Ndio haya yaliyochanganywa na karafuu. Yatakusaidia, yatakupa mwongozo. Sio hela tu, hata mvuto kwenye biashara yako, na nyota itang'aa. Nitafute. Mimi sitaki kuanza kufanya mambo ya ati mpaka ufike ndio nikusaidie. Si nimekupa dawa hapa? Na matapeli wako wengi mpaka wameharibia watu wenye wanania kukusaidia. Sasa wewe kama unaniamini, fuatilia. Sio lazima ufikie gharama yangu kama una hela nikutibu. Tumia hizi kwa imani yako binafsi na utasaidika pia. Kama una tatizo lingine tofauti na hili, nitafute. Namba yangu ipo kwenye bao, sitaisema hapa. Ipo kwenye bao, ama nitumie ujumbe wa direct ukiniambia naomba namba. Nitakutumia. Asanteni sana. Tufollow wengi na tushare ili wengi wakaweze kusaidika. Na tukutane kwenye video nyingine, kwenye mafunzo. Asante.